Kwa majina anaitwa Habasi Mtutuma. Ni mzawa wa kijiji Tiriganga kilichopo kata ya Mnara, tarafa ya Rondo, wilaya ya Mtama, mkoa wa Lindi. Nimebahatika kusoma kidogo na elimu yangu imenisaidia kupata kazi ya uaskari katika kitengo cha maliasili. Kijiji changu na vijiji jirani vimezungukwa na hifadhi ya Rondo, na uzuri ni kwamba kituo changu cha kazi nimepangiwa nyumbani katika hifadhi ya Rondo. Uzalendo kwangu ni kama chakula, kwani hakuna uhai bila chakula. Taifa langu daima huwa nalitanguliza mbele. Nchi yangu ndiyo thamani yangu. Napenda kulinda na kutunza rasilimali zetu, kwani ni kama baraka tu Mungu ametushushia. Huwa sipendi kuona watu wakitumia vibaya rasilimali zetu. Sipendi kuona watu wakiziharibu. Sipendi kuona watu wakifanya shughuli mbalimbali katika eneo la hifadhi, kwani hifadhi zina mchango mkubwa sana katika Karibu. Asante. Afande, kama ambavyo tunashirikiana, tumekuwa na mikutano mbalimbali katika vijiji vinavyozunguka hifadhi, lakini pia na operation mbalimbali. Na mimi kama askari wa maliasili nimekuja kwa lengo la kukupa taarifa na kuomba ushirikiano wenu. Karibu sana. Hii ni ofisi ya wakala huduma za misitu Tanzania. Kimsingi ni taasisi ya serikali inayohusika katika kusimamia rasilimali za misitu na nyuki. Na hapa ni ofisi za wakala. Na furahi kukuona leo. Karibu sana. Sisi kama wakala huduma za misitu Tanzania tumekuwa tukishirikiana na jamii katika kuhakikisha kwamba rasilimali za misitu zinalindwa kikamilifu. Kwa hiyo mkiwa kama makamanda katika vijiji ambavyo vinavyozunguka hifadhi, niseme tu na sisi tuna jeshi la hifadhi ambalo huwa linashirikiana na jamii kuhakikisha kwamba rasilimali za misitu na nyuki zinalindwa kikamilifu kwa ajili ya kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Kwa hiyo niseme tu sisi tutatoa ushirikiano moja kwa moja pale mnapopata fursa ya kuwasiliana na sisi, wasiliana na sisi kwa ajili ya kupeana taarifa, lakini vile vile kupeana ushirikiano kwa ajili ya usimamizi. Kwa hiyo karibu sana. Asante sana. Asante. Muwe tulivu, wasikivu, ili tukisikilize kile tulicholetewa na wataalamu wetu. Mimi nikisimama hapa mbele yenu kama mwenyekiti wa kijiji, kwanza nakuombeni muwe wasikivu ili tukipate kile tulicholetewa tukifanyie kazi kwa pamoja. Sitakuwa na mengi ya kuyaongea. Lengo na mazumuni kusimama kwangu kufungua mkutano huu. Hapa sasa hivi tutakaribisha katibu ili aendelee na mada husika kuwakaribisha wageni wetu wa hifadhi. Asanteni kwa kunisikiliza. Asanteni kwa kunisikiliza. Naomba nikae chini. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kutufungulia mkutano wetu. Niwashukuru wananchi kwa kuja na niwaombe tuwe wasikivu, tuzingatie kila ambacho viongozi wetu hawa wamekusudia kutuletea. Viongozi hawa ni watu wa maliasili, wa uhifadhi. Yapo muhimu makubwa mazuri ambayo wamekuja nayo kwa lengo la kutuelimisha, kutufundisha kuhusiana na swala zima la misitu yetu. Hivyo basi niwaombe tuwe wasikivu na watulivu katika huu mkutano. Nikukaribishe mwenyekiti ambaye umeambatana na wageni hawa ili ufanye utambulisho mfupi, lakini pia uendelee na mada husika. Asante. Liganga oe. Liganga safi. Safi. Liganga juu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asalamu alaykum. Tumsifu Yesu Kristo. Mwana kondoo ameshinda. Tumfuate. Awali ya yote nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya siku njema ya leo ya uwepo katika viwanja hivi vya Liganga. Lakini pia nipende kutoa shukrani zangu za dhati kwa serikali ya kijiji, kwa sababu tuliandika barua kwa lengo la kuja kuzungumza na wananchi mambo machache ya kuhusiana na masuala ya hifadhi.
Lakini katika msafara wangu siko peke yangu, niko na askari wangu. Ningependa niwatambulishe ili pia muweze kuwafahamu, kwa sababu wapo wengine ni wageni, huenda mje kuwaona. Basi nianze kumtambulisha askari wangu wa kwanza, Mohamed. Naam afande. Akifuatiwa na Fatuma. Akifuatiwa na Ikla. Naam afande. Akifuatiwa na Hamis. Pamoja na Pengo. Basi ndugu wanaliganga, naomba niwaazime tena masikio yenu kwa kina ili muweze kusikiliza yale ambayo yametupasa siku ya leo tuje tuzungumze hapa. Tumekuja kuzungumzia sana sana juu ya uhifadhi wetu au hifadhi yetu ya Rondo. Kwa sababu katika hifadhi yetu kuna vitu vingi wa kadha ambavyo vipo na vina mchango mkubwa sana katika maisha yetu. Ziko rasilimali nyingi sana ndani ya hifadhi yetu ya Rondo. Tena vingine vilivyopo katika hifadhi hiyo havipatikani Tanzania sehemu nyingine wala duniani. Kwanza kabisa nigusie kidogo tu maana ya rasilimali. Nini maana ya rasilimali? Rasilimali ni jumla mali zote ambazo mtu anamiliki, kikundi cha watu kinamiliki, ama taifa linamiliki. Na kuna makundi makubwa mawili tu ya rasilimali duniani kote. Rasilimali kundi la kwanza ni rasilimali za asili, ikiwemo ni mbuga za wanyama, madini, milima, mabonde, pamoja na vyanzo vya maji. Na kuna aina tatu kuu ya vyanzo vya maji. Kuna maji ya chini, nikimaanisha chemchem, maji ya uso wa dunia, bahari, mito, maziwa, hayo ndio maji ya uso wa dunia, pamoja na mvua. Lakini pia tunapozungumzia rasilimali ambazo sio za asili, ni zile ambazo zinatengenezwa na binadamu, ikiwemo miundombinu mbalimbali, mfano miundombinu reli, barabara, majengo mbalimbali, taasisi mbalimbali. Hizo ni rasilimali ambazo sio za asili. Sasa kwenye hifadhi yetu ziko rasilimali mbalimbali ambazo zipo na zina mchango mkubwa sana kwetu. Kwa namna nyingine, rasilimali hizo ni kama vivutio. Wageni mbalimbali wanakuja kwenye hifadhi yetu kuja kuona vitu mbalimbali. Sasa miongoni mwa vitu ambavyo vinapatikana kwenye hifadhi yetu ya Rondo, moja ikiwemo tuna mnyama mmoja ambaye anaitwa chinengu. Mnyama huyu tembea kwenye hifadhi zingine, kwenye mbuga zingine zote huwezi kumpata, lakini Rondo peke yake anapatikana. Hii ni neema ya pekee sana ambayo Mwenyezi Mungu katupatia sisi wanakijiji, waliganga na vijiji jirani, kuwepo na mnyama huyu wa chinengu. Amekuwa ni kivutio kikubwa sana, watu wanatoka sehemu mbalimbali kuja kumwangalia. Lakini pia tuna kivutio cha pili, watu wanakuja kuona au kutazama watalii mbalimbali. Kuna kaburi la Chifu Manjonda. Huyu Chifu Manjonda yeye alipewa uchifu na sisi wenyewe wa Mwela. Ametokea Mozambiki, yani ninaposema Mozambiki ni Msumbiji. Alitokea Msumbiji, alikuja huko Umwelani, na sisi wenyewe baada ya kumkubali kuona mambo anayofanya tukampa kwa uchifu. Ilikuwa mvua tukikosa kwa wakati, tukienda kwa mheshimiwa huyu Chifu Manjonda, yeye alikuwa anafanya mambo miujiza na mvua inashuka. Namba 3, kitu kilichopo kwenye hifadhi yetu ya Rondo, tuna mtu wa Nyerere, baba wa taifa. Nyerere aliwahi fika kwenye hifadhi yetu ya Rondo, alifika Rondo wakati huo. Aliuona mti huu mkubwa sana, na kuna gome pale la mti, mkifika pale mkiona kuna gome alilichukua pale. Alikuwa na maana yake binafsi. Lakini kwa maana hiyo tu ni kuonesha ni namna gani sisi Rondo tuna vitu tofauti. Kwa hiyo watu wanafika pale, wengi ndio wamekuja, wengine wakichukua hata magome yale kwa sababu muasisi wetu alikuja pale alichukua. Lakini pia namba 4, tuna kivutio kingine katika hifadhi yetu ya Rondo. Tuna mti wa maajabu. Huo mti una mizizi mikubwa mithiri ya ukuta wa nyumba. Ukitembea kwingine kote ukuti mti huo, lakini Rondo upo. Ukubwa wa mzizi mmoja ni mrefu kama ukuta wa nyumba unavyoona, umepanda juu. Lakini pia una vyumba 7 mti huo. Tuna visima vilivyochimbwa na Wajerumani. Jamani, hakuna mtu ambaye afahamu historia ya Wajerumani. Wajerumani walikuwa ni watawala. Wamekuja kutawala Tanganyika mwaka 1886
mpaka mwaka 1918. Huu wakati huu ulikuwa ni utawala wa Wajerumani. Walipokuja kutawala, walipokuja eneo la Rondo, kuna visima walivichimba ndani ya hifadhi pale. Na visima hivyo ni kwa sababu ya tatizo la nini? Changamoto ya maji. Walivichimba kwa lengo la kuweka maji. Viko pale, ni vivutio. Na mkija mpaka leo mtavikuta. Lakini pia kuna kivutio kingine, chemchemu ya Mtandi. Naposema chemchemu ni yale maji ya chini. Ukifika kwenye hifadhi yetu ya Rondo, utakuta chemchemu hiyo ipo. Kuna kivutio kingine ambacho watalii wengi wanakuja kwenye hifadhi yetu kuangalia. Kuna kitu kingine, kuna Vale View. Naposema Vale View, Vale jamani ni bonde. Tuna mabonde yako mule. Mfano Mchinjidi. Hayo ni mabonde au ni view. Vale View ambazo ipo katika hifadhi yetu. Sasa sisi tuna jukumu ya kutetea na kulinda hivyo vitu. Lakini pia katika view hiyo ukisimama unaweza kuona mawio na machweo, jua, sunrise and sunset. Kwamba kuchomoza na kuzama kwa nini? Kwa jua. Ukisoma katika view hizo utaona. Lakini pia tuna kitu kingine, namba 8 kwenye hifadhi yetu. Tuna mti wa liganga. Sasa jamani, wenye pacha 6. Nafikiri wana liganga wengi tunafahamu. Ambao wengi hamjafahamu, mkifika mtaona huo mti wenye pacha 6. Lakini pia tuna kitu kingine kwenye hifadhi yetu, mapango ya Wajerumani. Kwa sababu nimesema katika hifadhi hiyo, miaka hiyo kabla haijawa hifadhi, tumeona walikuwa wanaishi humo, si ndio? Wakati huo walipofika Wajerumani. Kwa hiyo tuna makumbusho hayo, mapango ya Wajerumani. Lakini pia namba 10, kitu kingine kilichopo katika hifadhi yetu ya Rondo jamani. Tuna campsite. Yaani huo ni utalii wa mapumziko. Nafikiri mkifika kwenye hifadhi mnaona. Ukishaenda kutalii kuna sehemu unakaa unaweza kupumzika kufanya hivi. Kwa hiyo ni campsite ipo katika hifadhi yetu. Watu wengi wakienda kutalii huko wanafikia katika maeneo hayo. Lakini pia jambo lingine, tuna ndege. Ndege hao ni ndege wa kipekee wanaopatikana Rondo tu. Dunia nzima ukienda sehemu zingine zote, hapo juzi kati wazungu wamefika pale kwa ajili ya kuwatazama hao ndege ambao wanapatikana kwenye hifadhi yetu ya Rondo tu. Sasa tuna jukumu la kulinda na kutetea hifadhi yetu. Kitu kingine ambacho kipo kwenye hifadhi yetu, tuna cultural site. Cultural ni neno kacha ambayo ikimaisha masuala ya utamaduni. Tuna tamaduni za Kimwela zipo huko. Nafikiri watu wengi wa Mwela hapa nyinyi sio wageni ninapozungumza kitu. Kulingana na tamaduni zenu kuna mambo mengi ambayo mnakuwa mkiyafanya. Lakini pia tuna ufugaji wa nyuki katika hifadhi yetu. Lakini pia namba 14 kuna kitu kingine, utalii wa kupanda vilima. Nikimaanisha kuna milima kupanda miinuko, kuna miinuko mbalimbali iliyopo hapo. Wewe unaweza kaenda ukawa unapanda, unashuka, unapanda. Ipo kuna sehemu nyingi sana. Huo ni utalii wa kupanda vilima. Unafanyika ndani ya hifadhi yetu. Ni hifadhi kubwa sana. Jambo la mwisho, tuna utalii wa kutembea. Kuna vinjia vidogo vidogo kana kwamba unaweza kupita hapa kurudi tena usikumbuke. Kwa hiyo tuna sehemu kubwa sana. Sasa kuishi katika eneo la hifadhi au kuwa mwanaliganga, mzao wa liganga, haimaanishi tutumie vibaya. Lakini pia tuna wanyama mbalimbali, ni sawa hili. Mtu anadilika anaenda kule na panga kwenye hifadhi anakata miti. Ni kosa. Wako watu wanafanya uwindaji holela huku hawana kibali chochote. Hili ni kosa sana. Sasa sheria ya maliasili inasema ni marufuku kwa mwananchi yoyote kuingia katika eneo la hifadhi na kufanya shughuli yoyote ya uzalishaji mali. Katika hifadhi kuna bayoanuai. Ninapozungumza bayoanuai ni viumbe pamoja na sisi binadamu wote ambao tunaishi. Sasa kuna viumbe wanaishi katika hifadhi. Tafsiri yake wewe unapoenda pale, mfano wale ambao wanakata mkaa, ni lazima uangushe miti, uchome vichaka. Tafsiri yake wanyama na wadudu wengine wanakosa makazi. Waishi wapi? Kwa hiyo ni marufuku. Watu ambao mnakata miti kwa ajili ya mbao ni marufuku kwenye hifadhi. Sheria inasema ni marufuku. Naeleweka? Naeleweka wananchi? Lakini pia uwindaji ndani ya hifadhi ni marufuku. Tafuta njia sahihi ya kuweza kujikwamua na kiuchumi. Ukataja miti, tunaona umuhimu wa mvua kwetu. Sisi Tanzania, mke wangu, unajua majira hapa kijijini kote mbadilika sana. Hali ambayo inapelekea hata uzalishaji mali unakuwa ni changamoto sana, hususan kwa shughuli za kilimo. Na hii yote ni kwa sababu watu wanatumia vibaya sana rasilimali kijijini za asili zilizopo, mfano kama misitu watu wanakata vibaya sana. Naona watu uwindaji haramu baya sana. Ila mimi nimekuja, si ndio? Mimi ni mtaki mpya na ni mtumishi wa mali asili. Moyo wangu unanituma sana nifanye katika haki ili kusimamia zile rasilimali. Siweze kutufaa sisi wenyewe na kizazi kijacho. Mke wangu anasemaje kutewa?
Kweli wewe umechoka kuishi. Umechoka kuishi kabisa? Hizo shughuli za ukataji miti sijui kuvuna mbao zimeanza leo. Na hizo nyama mbona nikizileta hapa nikizipika unakula? Kwa nini usizikatae? Mume wangu nakuelekea huko sio kuzuri kabisa. Wewe ni mzao wa kijiji hiki. Inapaswa uwe bega kwa bega na wananchi wa kijiji hiki. Wakazi wa kijiji hiki wanategemea misitu hiyo. Wakate wavune mbao, wachome mkaa, wawinde nyama huko kwenye mapoli watuletee hapa, zingine wauze watoto waweze kwenda shuleni. Hasa unavyojifanya kwenda kukataza unadhani itakuwaje? Watakuelewa wewe? Hawatakuelewa hata kidogo. Yaani wewe ni sasa unachezea shilingi kwenye tundu la choo. Uhai wako huo. Uoga siku zote sio kitu unachokiona mbele yako. Uoga ni udhaifu ulioko ndani ya moyo wako. Moyo wangu mimi sio dhaifu kama ambavyo unafikiria. Moyo wangu mimi ni thabiti. Moyo wangu mimi ni shujaa. Nataka ili iweze kusaidia. Hata mababu zetu walitumia vizuri hizo rasilimali. Na ndio maana sasa leo sisi tunazitumia kama hivi ambavyo, lakini watu wanatumia vibaya. Na nafikiri hii wakati umefika sahihi. Sasa wewe mume wangu, ina maana huyo mtu akienda kuwinda huko anawinda wanyama wote, anawapiga wote wanakufa kwa wakati mmoja. Akivuna mkaa akienda kuchoma mkaa anachoma miti yote, au anakata miti yote anatengeneza mbao. Ninachokizungumzia mimi ni kuzilinda, si kukataza matumizi. Watumie katika matumizi sahihi. Wakibali sahihi. Watu wana kibali wanakata tu miti wanafanya hivi. Wewe ni jambo unaliona hilo, si ndio? Mfano, kuna kitu kinaitwa ukame. Ukame unasababishwa na ukataji wa miti na huwa hutokei mara moja. Hii hali tunaiona sasa hivi. Haya ni matokeo watu wanapoendelea kukata miti kila siku. Kama ulivyo umri wa mtoto. Mtoto hakui tu siku moja kama mtu mzima. Pole pole mpaka leo kesho anakuwa mpaka atoka mtu mzima, si ndio? Vivyo hivyo katika ukame. Unaelewa? Ongezeko la joto litaongezeka duniani. Ongezeko la joto likishaongezeka duniani ni madhara makubwa sana. Uzalishaji mali hauwezi kawepo. Ninaona hata katika vyanzo vya maji kule watu wanalima wanakata miti. Sasa nini ambacho tunatafuta? Jifanye kielele. Wengine wote uliowakuta hapa au maliasili uliowakuta hapa hawana tabia kama yako. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu wanajua na wenyewe wanapata kitu kidogo. Sasa unataka sisi tuendelee kutegemea sijui mshahara mpaka mwisho wa mwezi? Kubali kuwa na wenzako. Alafu huo moyo wa kujifanya eti wewe sijui ndio kila kitu hapa mfanyakazi bora kitakuja ukutokee puani. Yako maeneo maalumu serikali wanayatenga kwa ajili ya shughuli za kilimo. Uwezo kalima kwenye kando ya vyanzo vya maji. Ukishalima pale tafsiri yake miti inasaidia katika utengenezaji na utunzaji wa mvua. Sio, unaelewa? Sasa watu wanapokuwa wanalima kwenye vyanzo vya maji wanakata. Vile vyanzo vya maji vinakauka, vikishakauka mtaishi vipi? Kijiji watu wataishi vipi? Niumiza moyo. Hilo pato la serikali sisi alituhusu. Wanakula wenyewe huko wakubwa. Umeelewa Wanakula wenyewe huko wakubwa. Na sisi faida tunaipata wakichoma mkaa huko, wakiwinda nyama huko, sisi tunakula tunashiba. Hiyo ndio faida. Yaani tuendelee kutunza misitu, sijui tuzuie watu wasikate miti, sijui wasiwinde, serikali ndio ifaidike huko. Hiyo haiwezi. Mke wangu hujajua kitu. Faida unayopata wewe na ufugaji, uchimbaji na zinginezo. Acha ujangili wa kuua wanyama pori. Unakata miti ovyo, unachoma na mapori. Acha ujangili wa kuua wanyama pori. Unakata miti ovyo, unachoma na mapori. Tukuze sekta utalii sehemu mbalimbali. Sote tungane, tunze mazingira yetu, tunze sisi yetu, tutunze hifadhi rasilimali zote, faida taifa, tunze mazingira yetu, tunze sisi yetu, tutunze hifadhi rasilimali zote, faida taifa.